Timu haifanye vizuri. Kama timu haifanye vizuri, ni mtu pekee wa kutoka nje hadharani kuja kutuambia sisi wapenzi au wanachama ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Mangungu ndo anatakiwa aitishe press aseme kama yeye ana shida iko upande wa pili, anatakiwa tuambie. Mangungu atakapotoa press, Mo naye atakuja. Kwa hiyo tutajua tunapata kiini cha tatizo, lakini kama yeye ataendelea kukaa kimya, Mangungu out. Mashabiki wengi wa Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kufungwa mnakuwa na mnyoshia kidole moja kwa moja mwenyekiti wenu Murtaza Mangungu kwamba yeye hana makosa, hafanyi vizuri. Kipindi cha sajili wote mlikubaliana kwamba Simba imefanya sajili bora. Mwenyekiti yeye anakosea wapi? Ama tatizo la mwenyekiti hasa ni sehemu gani? Mimi nakutolea mfano mmoja. Kama shuleni kuna watu aina tatu. Kuna mzazi, mwanafunzi na mwalimu. Mtoto anapofanya vibaya wa kuulizwa, mwalimu atamuuliza mwanafunzi, na mwanafunzi vile vile na mzazi atamuuliza mtoto wake, je, mimi nakupa kitu kilichokuwa sahihi? Mzazi atasema mimi nampa kitu mwanangu kilichokuwa sahihi, na mwalimu atasema mimi mbona natoa huduma iliyokuwa bora. Kwa hiyo sisi ni kama watoto kwa Mangungu. Mangungu ni baba, Mohamed Dewji ni mama. Namaanisha kwa nini ni baba? Kwa sababu Mangungu ana 51% ambaye ndio top katika klabu ya Simba, japokuwa hana mamlaka, lakini akiona kitu akiende vizuri wakuja kutuambia sisi ni Mangungu, sio Mohamed Dewji. Mohamed Dewji pale yupo kwa aina hizi mbili, ni mwekezaji upande mshabiki. Kwa hiyo sidhani mshabiki wa klabu ya Simba anawekeza hela katika klabu ya Simba afu Simba ikafanya vibaya, huyu mshabiki atakafurahia Simba kufanya vibaya. Mshabiki huyu hayupo na atokei. Kwanza sisi tumepata bahati kuwa na mwekezaji ambaye ni mshabiki, kuwa na mwekezaji ambaye ni mwanachama. Kwa hiyo sitarajii kuona yani timu inafanya vibaya Mohamed Dewji akafurahia timu kufanya vibaya. Kwangu mimi hilo silioni. Yani leo hii kwa mfano, lakini hata mwenyekiti naye anaumia na matokeo ambayo yanatokea. Sasa ndo atoke hadharani atuambie. Sisi hapa tunasema shida yeye. Kama sio shida yeye, atoke hadharani aseme bwana, shida sio mimi, shida upande wa pili, wachezaji hawapati haki yao inayostahili. Kwa hiyo kama kweli shida sio yeye, sisi wote tutaamini na tutarudi kwa upande wa Mo. Bwana, hapa kuna 1 2 3. Mbona bwana wewe utimize kile kitu ambacho unachokihitaji? Kwa sisi hapa ndo tutapata kitu ambacho kilichokuwa bora, lakini kama anaendelea kukaa kimya, hatoi majibu, hatoi kitu chochote, sisi wote moja kwa moja tutaamini kabisa Mangungu ndio tatizo. Lakini kama Mangungu ataitisha press kutuambia sisi wanachama, bwana, hii timu inafanya vibaya, kuna 1 2 3 4 5, sisi tutachuja, tutaangalia yupi alokuwa sahihi kati ya Mangungu na Mohamed Dewji. Lakini yeye anapoendelea kukaa kimya, huu msimu wa 4 unakwenda msimu wa 5, sisi lazima tuwe na mashaka na yeye, hakuna mwingine wa kumlilia zaidi yake yeye. Kwa hiyo mimi moja kwa moja la Madonna mtupia Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, japokuwa muhula wake ushaisha, kwa sababu Mangungu ameingia madarakani tarehe 21 mwezi wa kwanza 2022. Tupo 2026, mkataba Mangungu na Simba umeshaisha. Kwa hiyo mpaka sasa Mangungu yuko pale, sio kama ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, bali yuko pale kwa kuvunja katiba ya Simba na kuendelea kutuongoza. Kwa hiyo mimi ninachomwomba tu Murtaza Mangungu achague moja, aitishe press atuambie shida ni nini, kwa nini timu inafanya vibaya. Hawezi atupishe, kamati ya utendaji itoke hadharani, ianzishe mchakato wa uchaguzi, watu wengine waende wakagombee. Mimi yangu ni hayo. Karibu na swali lingine. Ya kwako ni hayo. Kile ambacho amefanywa Murtaza Mangungu katika mchezo uliopita, kwako unatafsirije? Kwangu mimi siungi mkono fujo, siungi mkono kufanywa vitendo viovu. Sio Mangungu tu, mtu yote mimi nikiona anafanywa vitendo ambavyo sio vya kiungwana au sio vya kiwana michezo, mimi sipo pande naye. Mimi na raani na nakemea kama vile Mtanzania, sisi tumeumbwa katika mazingira ambayo ya upendo. Kwa hiyo mimi ile sijaunga mkono na sifurahishwi. Lakini akumbuke hawa watu wana hasira. Hawa watu, hii timu Mangungu timu kaikuta. Hii timu hajaanzisha Mangungu. Mangungu anazaliwa Simba anaikuta. Yeye sio wa kwanza kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, na kuna baadhi ya watu wenye vitu wa klabu ya Simba wengi tu washawahi kujiuzuru. Mmoja wapo Swedi Mkwabi ameshajiuzuru kupitia Simba Sports. Sio umeelewa? Ameona amekaa miaka yake 2, ameona timu haiendi sawa sawa, akaamua kujiuzuru. Kwa nini yeye ashindwe? Kwa hiyo mimi kama mimi mshabiki na mpenzi wa Simba Sports, mimi lawama zangu zote 90% nampelekea Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kama hatotoka hadharani kutuambia shida ni nini, bali sisi tuko radhi kuandaa maandamano ya amani
na mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, na tutaomba kibali, umeelewa maandamano ya amani kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ajenda namba 1 muda wake umeisha. Ajenda namba 2 atuachie timu yetu. Ataki atoke akaanzishe timu yake. Yule si mtu wa kusini, aende Kilwa akaanzishe timu yake, hakuna shida. Ile Simba ikaikuta ile Simba sio mali ya mtu. Kama yeye hatotoka hadharani kutuambia tatizo ni nini, shida ni nini mpaka Simba inafanya vibaya, sisi tuko radhi kuomba kibali, kuandaa maandamano ya amani na mabango yetu mpaka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ili kwenda kupeleka kero zetu. Au tukishindwa huko tunakwenda kwa waziri wa michezo Bwana Paul Makonda, na bahati nzuri tumepata waziri wa michezo ambaye ni Simba Sports, na naamini hata yeye pia Makonda anaumia Simba kufanya vibaya, na ili swala bado mimi naamini kwake halijafika, ila yeye analisikia. Kwa mimi mashabiki wa Simba tusipate tabu. Kama Mangungu hatojiuzuru kwa hiari yake, tusifanye fujo, tufuate taratibu. Tufuate taratibu na sheria zilizowekwa katika nchi yetu. Tukachukue kibali kwa Kamanda Muliro, tutoke hapa mpaka kwa ofisi ya waziri wa michezo ambaye ni Paul Makonda, tukampelekea malalamiko yetu, na hisi ndio itakuwa suluhisho wa yote haya. Mkono msimu huu Simba taishia katika hatua ya makundi, narejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara kuwekeza nguvu na kupambania ubingwa. Haikuwa malengo kimataifa, unaenda kukamilisha sasa ile ratiba na kurejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Vipi matumaini ndani ya ligi kuu Tanzania bara? Bado nipo kwenye resi ya ubingwa na bado nagombania ubingwa, lakini bado nina imani na timu yangu, lakini sina imani na uongozi. Ndio kama nilivyokuambia, mtoto mpaka afanye vizuri shuleni lazima vitu vitatu vyote viunganike: mtoto, mwanafunzi na mzazi. Umeelewa Mtoto, mwalimu na mzazi, yani vitu vitatu viunganike. Kwa hiyo mimi nitabakia kuwa Simba. Kama mshanioje mara 2 mara 3 kuhusu swala la Simba, siwezi kutoka Simba, siwezi kuwa Simba, nitaendelea kuipigania Simba, lakini siliziki na Simba jinsi inafanyaje inavyoendeshwa sasa. Kwa hiyo naumia, lakini sina budi, siwezi kuwa Simba na miaka 36 au miaka 35. Kwa hiyo mimi nitabakia kuwa Simba na nitaendelea kutoa maoni yangu, umeelewa sio vizuri, lakini nawaambia mashabiki na wapenzi wa klabu ya Simba, tufuate taratibu. Miemko sio mara pake, tufuate taratibu. Tukiona mambo yamezidi kuwa magumu, tusiende mbali tukasema labda tusiende uwanjani, hapana, tufuate taratibu. Sisi tunavyoongea hivi najua mawaziri wanasikia, wabunge wanasikia, manaibu waziri wanasikia, viongozi wa Simba zamani wanasikia, hata pia Kamanda Muliro vile anasikia, na hata juzi pale alikuwepo na yeye mwenyewe alisema kabisa kwa matokeo ya Simba sio afya kwa taifa. Kwa hiyo anajua kabisa kuwa Simba inapokwenda sasa hivi inakwenda katika hali mbaya, lakini yule ni kamanda, hawezi kuongea unazi, lakini kaongea kiprofessional. Akaulizwa na mwandishi wa habari, bwana Mheshimiwa Kamanda wa Polisi Jumanne Muliro, unaionaje Simba? Akasema kwa jinsi ilivyocheza Simba, taifa kama taifa tumeruzi, kwa sababu Simba ikishinda imeshinda Tanzania. Simba hachezi na Mtibwa. Kwa hiyo yule aliongea kiprofessional, japokuwa sijui mabaki yako wapi, sijui kama yuko Simba, sijui kama yuko Yanga, lakini ameongea kiprofessional. Kwa hiyo mimi bado nipo kwenye resi ya ubingwa na nitaendelea kuipambania Simba mpaka dakika ya mwisho, lakini kugombana, kumtukana mtu, kumpiga mtu, mimi siungi mkono. Twende kwa hoja kama sheria zinavyohitaji katika nchi yetu.